jioni ya leo. Mimi naitwa Mchungaji Mugambi, nimeokoka na mpenda Yesu. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi. Sio kawaida kusimama mbele ya watu wengi hivi. Imegharimu mkono wa Bwana. Kuna wakati singeamini naweza simama mbele ya watu na niongee hivi ninavyoongea. Bali nashukuru kwa sababu ni Yesu ameniwezesha nikafika hapa. Na ninajua kuna watu wengi wananijua Githurai hii. Nimekaa Githurai miaka mingi. Nashukuru Mungu, ile miaka mingi nimekaa nimemtumikia Yesu. Haleluya. Amen. Nilimjua Yesu baada ya kunipenda na namtumikia. Jambo nataka tu niseme ninapotoka hapa. Nataka tu niseme jambo kwa kifupi tu, kwa sababu tuko katika maeneo ya sport. Tuko maeneo katika watu wengi wako focus na mambo ya kutazama mchezo wa mpira. Kuna wengine wako kule katika manyumba wakitazama football, kwa sababu hii ni volleyball. Kuna wengine wanatazama michezo ya kila aina kwa sababu ni weekend. Na wengine wako katika mambo tofauti kwa sababu ni weekend. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna wengine wanatumia nafasi hii kumtumikia Mungu. Sio kama hawa wako hapa ama sisi. Nashukuru Mungu kwa sababu si kawaida. Nataka kusema nini mpendwa? Kuna yule alivunja rekodi ya mambo yote ambayo watu wanashindania hapa duniani. Alivunja rekodi ambazo hakuna mwanadamu amewahi kuvunja rekodi kama hiyo. Kwa sababu tunasikia yule amevunja rekodi ya bio za mita 10,000. Mwingine ameshikilia ligi sijui kikombe gani. Mwingine ndiye anajua kupigana dondi vizuri. Amevunja rekodi hii. Kuna watu wako na vikombe kwa sababu alivunja rekodi fulani. Lakini ningependa ukaelewa kwamba kuna yule alivunja rekodi zote. Yes. Ninaposema rekodi zote, ninamaanisha kila jambo ambalo huwa limelemea mwanadamu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tukimalizia na kaburi, nitarudia, tukimalizia na kifo na kaburi. Yes. Huyu mwanaume aliweza kushinda hayo. Amen. Aliweza kuvunja hizo rekodi. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Hata ambao walioko kwa sasa walikuja wakaenda, kulikuwa na kina Hitler, kulikuwa na kina Idi Amin, kulikuwa na na mamlaka makubwa duniani, lakini hawakuweza kushinda kifo. Yes. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hawakuweza kushinda ulimwengu huu. Yes. Hawakuweza kushinda mauti na kaburi. Yes. Kwa makaburini siku ya leo tunapoongea. Yes. Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Huyu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yes. Huyu ni Yesu Kristo yule ambaye kila mmoja anajua kwamba alikuja kwa njia ya kusaliwa mwanamke. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Akasaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yes. Akaishi ulimwenguni huu zaidi ya miaka 30. Akamaliza kazi ambayo Mungu alikuwa amemtuma kuifanya. Kisha akasulubishwa ili mapenzi ya Mungu itimie. Baada ya kutabiri siku 3 nitafufuka, walimuua akakufa. Yesu kama damu ya kawaida, lakini siku 3 baadaye akashinda kifo. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Katika kitabu cha Luka 24, nataka nikuache pale. Wakati Yesu amefufuka, sikiza hapa. Usikuje kupoteza muda huko. Usikuje kusema natumaini tena. Usikuje kusema sijui niende njia gani.
usikuje kupuuza yanayoongewa kwa sasa ama yale utakayoyasikia yanayomhusu Yesu wakati tutakapotoka hapa. Baada ya Yesu kufufuka, akiwa ameishi kwa muda wa siku 40 hapa duniani, wakati mmoja kulikuwa na wawili walikuwa wanamjua Yesu vizuri na walikuwa wanamwamini, lakini kwa sababu ya jambo ambalo lilikuwa limetokea kule, lilikuwa limeshangaza wengi, kwamba Yesu Kristo aliyekuwa mwana wa Yosefu, aliyekuwa mwana wa yule fundi wa mbao ambaye alishikwa na akateswa kwa mamlaka ya Pilato, ambaye alisulubishwa juzi, ambaye alishikwa. Wewe umesikia amefufuka. Wewe umesikia habari ambayo imejaa kila mahali. Sasa hivyo ndivyo wanaongea, wakielekea mahali palipokuwa panaitwa Emau. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Wanaelekea Emau wakiongea habari ambazo zilizokuwepo, yaani mambo ambayo yaliyokuwa yameenea kote, kwamba yuko mmoja amefufuka kutoka wafu na anaonekana. Haleluya. Amen. Na Yesu akatembea nao kwa muda hatua kadhaa. Walipofika maeneo ya kuingia kwao, yalikuwa majira ya jioni kama sasa hivi. Wakamwambia Yesu, maana ni jioni, ingia kwetu ukae pamoja nasi. Walipoenda pale, Yesu alijifanya haelewi hata yeye huyo mtu ni nani. Mtu anaongelelewa ni nani? Mjui. Lakini kumbe wako na Yesu. Walipoenda wakaingia chumbani, Yesu akawapa mkate. Sema mkate. Yesu akawapa mkate. Haleluya. Amen. Wakafunguka macho. Wakafunguka macho. Wakamjua Yesu. Yes. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na huo mkate uko hapa leo. Ambia jirani yako, yule alivunja rekodi ya mauti akashinda kifo na kaburi, yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. Na huyo ndiye mkate. Na huyo ndiye mkate. Na ndiye huyo mkate ambaye tunagawa sasa. Yes. Maanake huo mkate unaendelea kugawa. Wewe ndiye utachukua hatua ya kupokea. Wewe ndiye utachukua hatua ya kupokea. Na nikupokea kwa kuamini. Jina la Bwana litukuzwe. Na nikupokea huo mkate kwa kuamini, ndipo ufunguke macho, uache kusema ile mchungaji siku hizi kumekauka, siku hizi kumekaa. Na utajua ukweli Yesu atakapoingia maishani mwako.